akusaidie na utuongoze katika kuelewa na kuliishi neno lako ambalo umeliandaa siku ya leo. Katika jina la Yesu Kristo leo, Mungu simama na utangulie Bwana, fungua milango Bwana na utuongoze. Katika jina la Yesu ninaomba, ninaamini kwamba Roho wako Mtakatifu yuko mahali hapa na anaenda kutuhudumia. Kwa jina la Yesu Mtakatifu ninaomba, ninaamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi naweza kuketi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Haleluya. Napenda sana kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya kibali hiki na nafasi ya Bwana amenipa kusimama mbele yako leo. Siku leo si jambo la kawaida wala si jambo ambalo limekaa katika hali ya mazoea. Ni neema tu ambayo umetupa tukutane mimi na wewe mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na kila sababu ya kumshukuru Mungu na kumwinua yeye. Siku leo tunakwenda kujifunza neno lililobeba kichwa kikuu au wazo kuu linalosema gharama ya pendo la asili. Gharama ya pendo asili. Gharama ya pendo la asili. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tunapojifunza neno ambalo linasema gharama ya pendo la asili. Gharama ya pendo la asili. Maisha ya mwanadamu toka ameanza kuumbwa Adamu, toka mwanadamu ametengenezwa, aina zote za upendo tunazosikia na tunazozifahamu zinatokea kwenye upendo wa asili wa Mungu Baba. Maanake aina zingine za upendo unazozifahamu wewe, upendo mwingine unaojua wewe, upendo wa aina tofauti unaofahamu wewe, umetoka kwenye pendo la asili. Napozungumzia pendo la asili, namaanisha chemchemi ya pendo, namaanisha mwanzo wa upendo, sema ambao kulikuwa na mwanzo wa upendo. Maanake pendo la asili ni mwanzo wa upendo. Maanake pendo zingine, upendo mwingine na upendo wote, aina zote za upendo unazozifahamu wewe zimetoka kwenye hii asili ya upendo. Maanake upendo unatoka kwa nani? Upendo huu unatoka kwa Mungu Baba mwenyewe. Biblia inasema kwamba kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu. Maanake Mungu aliupenda ulimwengu. Ulimwengu ukifuatilia katika hizo Mungu wakati ambao unaandika kwamba Mungu ameupenda ulimwengu, ni wakati ambapo ulimwengu umechafuka na dhambi, ni wakati ambapo ulimwengu umeenea maasi, wakati ambapo ulimwengu umeenea machafuko. Wakati huo ambao ulimwengu umeenea machafuko na dhambi, ndipo ambapo Mungu anasema kwamba kwa maana jinsi Mungu ameupenda ulimwengu. Maanake pamoja na dhambi, pamoja na uasherati, pamoja na wizi, pamoja na uachi, lakini pamoja na yote bado Mungu lile pendo lake asili linaendelea kufanya kazi. Anasema kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu. Maanake pamoja na vyote, pamoja na vitu vyote, wanadamu anaweza kupenda kitu kidogo kibaya, anaweza kukiacha, anaweza kukitoa, anaweza sikipende tena. Ikaitokea labda umenunua vazi lako, labda ni vazi la sikukuu ya Krismasi au siku ya mwaka mpya, ukalivaa siku ile, ukalivaa, baadaye likipauka ule upendo wa ile vazi unapungua kwa sababu limepauka. Lakini Mungu pamoja na kwamba wanadamu wametenda maasi, pamoja na kwamba wanadamu wamefanya dhambi ya kutosha, lakini yeye upendo lake halichujiki, pendo lake halipungui, bado akaendelea kupenda wanadamu, bado akaendelea kupenda wanadamu pamoja na kwamba wameasi na wamefanya machafuko. Mungu bado akaendelea kupenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Pendo la asili ni pendo ambalo mtu anapenda tu, yaani anapenda hakuna sababu, yaani haina sababu. Ukiona mtu anapenda kwa sababu ya kitu fulani, hiyo ni artificial upendo. Maana pendo la asili haina sababu, ni kupenda tu, yaani kama sababu ni uzuri, hapana. Kama uzuri hana, ila anapenda tu. Sababu ni pesa, hapana. Kama pesa hana, nimependa tu. Sababu ni mali, no, nimependa tu. Mtu aliyependa kwa asili, ukimwambia tu sababu, hana sababu ya kupenda. Unaweza kusema
Bali anasema kwamba ndipo akamtoa mwana pekee ili kila mmoja asipotee bali awe na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo hakuacha watu sasa watu wanapenda zaidi wachafu, akawatubu no, akatengeneza namna ya kuwasafisha ili warudie tena. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Pendo hilo ndilo pendo la asili. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nini namaanisha nini kusema gharama ya pendo la asili? Baada ya Mungu kutoa mwanawe pekee kumleta duniani afe kwa ajili yetu, afe kwa ajili ya wanadamu, afe kwa ajili akomboe wanadamu ili kila wale wanaoamini wasipotee bali wawe na uzima wa milele. Maana kuna jopo la watu ambao hawatamwamini. Sikiliza anaposema kwamba ili kila mmoja asipotee bali awe na uzima wa milele. Maana kuna watu ambao watatokea hawatamwamini, itatokea watu ambao watakuwepo hawatamwamini. Ndio anasema kila amwaminiaye. Maana yeye alisimama kama kipindi kile kule Musa jangwani aliposimamisha yule nyoka wa shaba ili kila anayemwamkia asiue. Ndivyo jinsi ambavyo Mungu ametengeneza mazingira. Kila atakayemwamini huyu mwanangu asipotee bali awe na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yesu, kuna jopo la watu wengine hawatamwamini. Yesu anakuja anasema mimi ndimi njia ya kwenda uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwangu. Maana lazima upite kwake, lazima imani yako inyokee kwake, lazima wewe imani yako inyokee, imwamini yeye, imtukuse yeye, ndipo hapo utakuwa na uzima milele. Lakini nini kitatokea kwa wale watu ambao hawatamwamini? Bwana Yesu asifiwe sana. Tunakwenda kwenye somo la gharama ya upendo na asili. Mungu alitupenda akatuletea mwanawe, tukamtesa, tukampiga, tukamgonga misumari, tukamtundika kwenye ule mti, tukambebesha msalaba mpaka Kalvari, tukamtesa mateso yote. Tukasema tunamtesa, tukamtesa mateso ya kila aina. Tukasema Yesu tumelipiga, tumelitesa, tumeligandamisha. Lakini kumbe wakati huo ndipo jinsi ambavyo ukombozi unapita. Kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee kila yeye anayemwamini asipotee. Sasa kuna watu ambao hawamwamini Yesu mpaka dakika hii, mpaka siku hii hawamwamini Yesu. Na Yesu anasema kwamba tazama niko na ninakuja tena. Maana anarudi tena mara ya pili. Anarudi mara ya pili kufanya nini? Kwa hukumu wale wanadamu ambao hawajamwamini Yesu Kristo. Maana yeye ni njia ya uzima. Usipomwamini yeye, maana kuna hukumu pembeni. Hakuna choice nyingine, kuna hukumu pembeni. Hiyo hukumu inaendelea na gharama sasa ya ile pendo la asili kwa wale watu ambao hawajamwamini Yesu. Pamoja na kwamba Mungu huwapenda, lakini bado hawajaamini upendo. Kuna gharama. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Iko gharama ndugu yangu. Unapoona Mungu alitoa mwanawe pekee, alimpenda kipenzi chake cha pekee, alipenda mwanae. Ukisikia mwanae upendo, kumpenda mwanae pekee, yaani ndio yeye tu. Ni kama Abraham kipindi kile alikuwa akienda kutoa Isaka, yaani mwanae pekee, yaani mwanae anampenda Isaka, ni mwanae pekee. Alipokuwa akatoe, Mungu alikuwa anajaribu kufananisha. Unaona jinsi mwanao pekee inavyouma kutoa sadaka. Mimi ninamtoa mwanangu hapo kwa ajili yenu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Akamwonyesha Ibrahim, toa Isaka mwanao pekee. Akapokea kabisa mtu Isaka. Isaka anampeleka, Ibrahim anampeleka Isaka, huku roho inaumia. Sara akasema no, hapana, haiwezekani, huyu ni mwanadamu. Lakini Mungu akamtoa, nenda. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Ibrahim anainua kisu amtoe sadaka, Isaka akawa anaona moyo yake ni mzuri kwa sababu ni mwanawe pekee. Lakini Mungu akatoa mwanawe pekee free hapo kwa ajili ya watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Unajaribu kufananisha mwanadamu akiwa na kitu cha pekee, ukitoa ni Mungu. Lakini Mungu alikuwa na kitu cha pekee, mtoto wake wa pekee akamtoa kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa tunakutana na kitabu cha Yohana, kitabu kile cha Yohana 21:15. Kitabu cha Yohana 21:15. Biblia inasema kwamba basi walipokwisha kula, Yesu akamwambia Simoni Petro, je, Simoni wa Yohana, wewe wanipenda? Anasema wewe wanipenda kuliko hao? Akamwambia, naam Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda. Akamwambia, lisha kondoo wangu. Akamwambia tena mara ya pili, Simoni wa Yohana, wanipenda? Akamwambia, ndio Bwana, wewe wajua na kuwa nakupenda. Akamwambia, chunga kondoo zangu. Akamwambia mara ya tatu, Simoni wa Yohana,
kondoo wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yesu anamuuliza Petro maswali hilo moja mara tatu. Anamuuliza mara kwanza, Petro ananipenda? Ndio, Bwana anakupenda. Akamwambia lisha kondoo, chunga kondoo. Akamwambia tena mara ya pili, Petro ananipenda? Akamwambia ndio, Bwana anakupenda. Akamwambia chunga kondoo. Akamwambia mara nyingine ya tatu, ni sawa na wewe leo ukaenda labda ukaenda mahali kutafuta kazi, alafu ukaambiwa unaweza hii kazi, ukasema ndio unaiweza. Akamwambia labda akakuuliza mara ya pili, unaweza hii kazi, ukasema ndio unaiweza. Akakuuliza mara ya tatu, hivi una uhakika unaiweza hii kazi? Lazima kuna swali lingine utajiuliza, hii kazi ina nini? Mbona ni swali moja lakini nimeulizwa mara tatu. Hii kazi ina nini? Kuna nini huko ndani? Unaweza sasa. Ndio Petro akahuzunika ile mara ya tatu alipoulizwa swali moja mara tatu na Yesu ya kwamba walipenda. Petro akahuzunika sana Petro, kwa sababu swali moja lilikirudia mara tatu na anayeuliza yule kwamba walipenda. Kwa nini Yesu anauliza mara nyingi kuhusiana na upendo? Kwa nini Yesu anauliza mara kadhaa, anauliza mara tatu Petro kuhusiana na upendo? Kwa sababu sikiliza nikwambie, kabla Yesu hajaenda msalabani, Petro alisema mimi nakupenda Yesu, akawa anamtetea Yesu. Wakati fulani wale watu waliokuwa wanakuja kumkamata Yesu, wakitaka kumkamata Yesu, Petro alijitahidi kumzuia, kuwazuia wale watu wasimkamate Yesu. Alikuwa anajitahidi kuonyesha upendo wake kwa Yesu. Sikiliza nikwambie, walikuwa Petro alijitahidi sana kuonyesha upendo wake kwa Yesu. Lakini baada ya Yesu kuwa msalabani, baada ya Yesu kuteseka, baada ya Yesu kuwa anapigwa msalabani na ametulia tu, ile anajua kwamba nina uwezo wa kugeuza, wa kubadilisha mazingira isiendelee kupigwa, lakini bado yuko msalabani ametulia. Petro akasema hapa usimeki. Ikabidi amkane Yesu, pamoja na kwamba anampenda. Alisema kwamba ninampenda, pamoja na kwamba analeta. Kumbe kuna wakati unaogopa ndio unapenda, kwa sababu napenda, kwa sababu anatenda miujiza, napenda kwa sababu ameponya viwete, napenda kwa sababu yuko hivi, napenda kwa sababu ni mzima. Siku ametakazwa na kujeleni kwa msalabani, kila mtu anamkataa. Yesu asifiwe sana. Ndio maana Yesu anauliza mara tatu, unanipenda? Mwanzo msamo ulisema unanipenda, lakini nilipokuwa msalabani ukanikana. Je, unanipenda? Yesu asifiwe sana. Akamwambia gharama ya kumpenda, akamwambia chunga kondoo wangu. Unanipenda, lisha kondoo wangu. Maana usinipende tu kaisha kunipenda, ukatangaza kwamba unapenda Yesu. Lisha kondoo wangu, chunga kondoo wangu. Sikweli unanipenda, sikweli umenikubali, sikweli unaniamini, chunga kondoo wangu, lisha kondoo wangu. Akamtajia gharama ya upendo, maana kila upendo uko na gharama. Unanipenda, sawa, ninunulie chakula. Unanipenda, nunua mavazi. Unanipenda, ibada. Unanipenda, fanya hichi. Ndio sababu watu wanaishi leo. Sasa Yesu anamwambia Petro, unanipenda, lisha kondoo wangu. Unanipenda, chunga kondoo wangu. Haleluya.